dadi zaidi manze, tunakuja kulianza picha letu sasa bila kupoteza wakati. Ni ambapo ikuwa hapa basi ni kwenye mwanzo sinema, ni pale tunakuja kumpata hapa basi bila shaka para jamaa fulani ambaye ameamua hapa hata kaa tena. Ni jamaa ambaye basi amekasirika na akamua hapa hata ikaa tena. Hakika ameamua ono goroneke goko dige ikara. Hakika ameamua. Kwa nini? Wololo yaye wa muthe ameamua. Hivyo mnasemaga ati ono goroneke ati wenda basi ni thina wa korogosho. Hakika hebu tuone huyu basi ni shida gani yako nayo. Wololo yaye wa shalala. No goroneke goko dige ikara. Amekasirika maskini wa Mungu. Anahepa. Unaona? Lakini alifika pahali na ambapo hapa basi alishindwa namna ya kuendelea. Cheki. Akavunja milango. Cheki. Ameamua kuhepa. Hata kama ni nini manze hapa hata kaa tena. Ameamua na amedeclare. Manze cheki maneno. Ameamua na amedeclare hapa manze hata kaa tena. Cheki maneno. Kuja kufu. Kwanza akafunga mlango. Cheki. Alifunga mlango stara kama hiyo. Lakini kufungua dirisha achomoke, akapata dirisha imegeuka ikawa ukuta. There's no way you can umchilalu. Kisha makabati zake zikaanza kujifungua. Wardrobe shasha. Zilianza kujifungua stara kama hiyo. Manze zilianza kujifungua stara kama hiyo. Na kila wardrobe ina kioo. Aish. Makosa. Notakubali na basi na midogo brother mpenzi mtazamaji. Ina maana basi amini usiamini alikuwa anahepea vioo. Alikuwa anahepea vioo. Uniambie mtazamaji, kioo utakiepea namna gani? And kioo it's not a living dead. To escape. I was not trying to escape. Kioo kikaanza kujivunja. Oye tafadhali wacha kujivunja. Oye tafadhali nago saiza nago tandukira kamolira. Oye wacha kujivunja. Kikavunjika. Oye please. Please wacha kuvunjika. Sasa unavunjika kwa nini oye kioo? Oye wacha nikupanguse. Wacha nikubembeleze. Oye wacha akavunja. Sasa hebu tazama venye kioo kiligeuka. Anajiangalia na kioo, yeye kuinama, image yake ambayo iko kwa kioo ikawachwa imesimama. Cheki. Ikawachwa imesimama. Ndiye huyu, lakini akijitazama kwa kioo amesimama. Mkaye. Hoi. Cheki venye anakaa. Akaanza kujikata. Cheki. Akaanza kujikata. Kwa kioo anajikata, lakini kwa maisha yake ya kawaida anakatika. Unaona? Kwa kioo anajikata, lakini kwa maisha yake anakatika style kama hiyo. Cheki maneno. Lazima kwa kioo kuna maneno. Introduction. Mwanzo wa sinema. Ishi ni kwenye ruti za introduction. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, tushaona maajabu Alexander ya aja filma. Lakini leo hii maajabu basi ni ingine. Kefa Sundran utampata basi kwenye horror sinema. Picha rakiwa ni Miraza. Kefa Sundran ndio kwa jina basi la Dana kwenye horror sinema. Ruti basi ni za mwanzo. Hamo kipindi mishini kwenye ruti za introduction. Ana ni ambapo hapa basi tukuja kuona penye mambo iliporia mwanzo. Dogo brother mpenzi mtazamaji, ukitazama vizuri zaidi utakuja kuona hapa basi ni upande wa New York. Hapa ni upande wa New York. Mambo basi iko chonjo, mambo iko sawa kabisa. Kila mtu basi ameshachukua position na kuelekea sehemu zake basi ambako anataka kuelekea. Ana check maneno. Na ikawa basi ni hivyo. Hakika hebu tazama uone basi ni asubuhi na mapema. Kila mtu basi bila shaka pale ameenda anashika shughuli zake basi anaenda kwenye ambako anataka kwenda na kadhalika. Mji wa New York uko design kama hiyo. Lakini ajabu ni kuwa hapo pande wa New York kioo kimeua mtu. Hiyo ndio ajabu. Kioo is not a kengangi. Ina maana kioo sio mamba. Kioo is not a warohiti. Ina maana kioo sio fisi. Kioo is not a jagathi. Ina maana kioo sio sagadhi. Kioo sio ugonjwa. Ina maana hapa basi kioo is not a murimu. Lakini kioo kimeua mtu.
Mwendo ni wa saa 2 basi asubuhi na mapema, ambapo tunakuja kumpata jamaa restani kwenye ile sinema kwa jina la Dana. Ni jamaa ambaye hapa basi wakati wa zamani, alikuwa anafanya kazi na wana NYPD, wana New York Police Department. Lakini hapa basi bila shaka pale akafanya mauaji bila kutaka. Baada ya kufanya mauaji hapa basi rashaka pale yeye akafutwa kazi. Unaona? Walikuwa kwenye operation na mwanapolisi mwenzake, akapiga risasi ikapata mwenzake kimakosa, na basi akafutwa job. Baada ya kufutwa job, sasa ndiyo huyu. Sasa ukifutwa job, yani wakati alifutwa job alipatwa na stress na akakunywa sana. Sasa baada ya miaka kadha wa kadha, saini anajaribu kuacha kukunywa pombe. Na kwa hivyo anakunywa dawa kama hizi za kumaliza kiu ya pombe. Mwanzo wakati alifutwa kazi, alikunywa pombe muda wa miaka mingi zaidi. Sasa anakunywa hizo dawa kuzuia hapa basi kiu ya pombe. Na utaona basi kabisa wanakaga haba sina sister kwa jina la Angela. Hey sis. Hi sis. Time is it? Just after 8. Yeah, hapa basi ni saa 2. Nataka kwenda kuuliza job. You sure there's nothing I can do? Actually, everything's gonna be... Hutaki hata hapa basi nikutengenezee hata kama nikachai? Akamwambia hapana. Wacha nikatafute job. Mwanzo amekaa miaka mingi anatumia tu kale ka pension, yani tu pesa tudogo mtu anapeagwa basi baada ya kufutwa kazi, na hizo zimemchokesha. Kwa hivyo alimwacha sister yake hapa basi bila shaka pale kwa jina la Angela, na akaamua kwenda kutafuta kazi. Mwanzo yeye akona haja sana basi bila shaka pale na job, akona haja sana na job. Unaona, akona haja sana na kazi mbele. Hata bibie alimfukuza juu hana job. Wanawake ni wale wale tu, wanawake ni wale wale tu manze. Ukifutwa job anakufukuza, kama venye tu nani alinifanyia huyu Shakira. Shakira alinifanyia hivyo wakati nilifutwa kazi kule Inoro FM. Shakira alinifuta akanifukuza. Sasa jamaa amekuja kutafuta kazi ya kuweka ulinzi kwa hii building. Oh yeah, taabu kubwa ni juu bibi yake alimfukuza, bibie alimfukuza. Sasa yeye anatafuta kazi. Sasa alikuja basi bila shaka pale kwa hii kampani inajulikana kama vile Mayflower. Ala, mtazamaji, ukitazama utaona kabisa hapa basi hii building linakaa kuchomeka. Wakati wa zamani hii building ambayo inajulikana kama vile Mayflower lilikuwaga hospitali. Lile hospitali manzerika chomeka. Wakati lile hospitali lilichomeka lilikuwa linajulikana kama vile St. Matthews, ikachomeka. Wakati ilichomeka ikanunuliwa hapa basi na masonko fulani ambao wanajiita Mayflower. Sasa Mayflower bado hawajapata pesa za kuinvest za kujenga hili kampani. Kwa hivyo wanaandika basi mtu, wameandika watu, wamekuwa wakiandika watu siku baada ya siku, wanaandika watu wa kuchunga hili building. Sikiza, hili building lilikuwaga hospitali. Lile hospitali likachomeka. Baada ya lile hospitali kuchomeka, hiki kibuilding na ardhi ikanunuliwa na watu wanajulikana kama vile Mayflower. Sasa Mayflower juu hawajapata pesa za kujenga, wanahitaji watchmen. Kwa hivyo sasa jamaa wetu Dan kuja kuandikwa kazi hapa akiwa kama watchman. Kisa na maana anahitaji hii job mbele kwa wanapolisi alifutwa kazi, na bibi yake na watoto wake wanahitaji chapaa, na huku wamemfukuza nyumbani juu tu hayuko job. Ni kawaida wanawake, ukikosa job manzo unafukuzwa. DJ Afro alikuwa kazi kule Inoro FM, akafutwa kazi. Wakati alifutwa kazi, Shakira akamfukuza. Hii ndio wanawake wanafanya siku hizi. Wololo yaye, hivi ndivyo wanawake wanafanya siku hizi. Wakipata maisha mazuri wanakusahau. Naona? I know it's none of my business, but why did you resign from the force? So, Ferrelli, huyu jamaa basi jina lake ni Ferrelli, ndiye basi anatafuta watchman. Alikuja kumuuliza, "Kwa nini ulitoka kwa wana NYPD?" Jamaa akamwambia, "Ni hadithi mrefu." Haya, haisuru, alipata job. Jamaa wetu basi aliweza kupata job arazenyewe hizi, na kwa basi bila shaka para kuja kuoneshwa para atakuwa kipolea. Naelewa kazi yake, job yani janta lake ni kuchunga wezi wasikuje kuiba milango, mabati na mabaki
ya lile St. Matthews. Lakini ile wakati ilikuwa hospitali ilikuwa inajulikana kama vile St. Matthews Hospital. Lakini kwa sasa inajulikana kama vile Mayflower Limited. Mwanzo wana Mayflower waliweza kununua hapa basi lile building. Yeye sasa ameandikwa na wana Mayflower. Jamaa wetu Dan ameandikwa na wana Mayflower na kazi yake ni kuchunga ile building. Na unaona kioo? Kuna kioo umeona kimeanza kuchangamka. Haya, haisoro. Sasa wakati alifukuzwa na bibie, alipewa, walisikizana basi mahakamani atakuwa anakuja kutembelea watoto wake. Kwa hivyo yeye alikuja kutembelea watoto wake. Sasa wacha bibia akuingilie. Bibia anajulikana kama vile Ami. Wacha Ami akuingilie ampate ako huku. Wako na watoto wawili, moja kwa jina la Michael na Manzi kwa jina la Daisy. We! Dana ako huku. Wapi? Kwao. Everybody at my school thinks this boy named Damon, which is like... Sasa amekuja kutembelea watoto wake. Daddy, watu shule wanasemaka ati sina daddy, lakini naambiaga daddy yangu kwanza ni polisi, ni Mogu. Naambia baba yangu ni Mogu. Sasa kidogo hivi Amy alikuingilia. Na enjoy kukaa na watoto wake. Punde si punde. Hai. Kwa nini huku nipigia simu niambie unakuja huku? Lakini alimwambia, kwa nini wewe hukuchukua simu wakati nilikupigia? Ben, can I talk to you? Kuja tuongee. You need to finish your homework. You need to get ready for your bath. Come on, no phone around. Let's go. All right. Aliitwa. Bibi yake just imagine bibi yake amekasirika hivi vyote juu jamaa alikuja hapa bila kumpigia simu. Oi. Dan Benson Gaspar, jina lake la sinema. Akuja kipande hii. Dan Ben, kwa nini ulikuja hapa bila kunipigia simu? Lakini sikiza akimwambia, wewe hukuchukua simu, hukushika simu. What is this? What? I've asked you not to drop by without calling. You won't answer my call. You won't answer my call? Not gonna answer my calls. What? Kama ushiki simu yangu, nitakupigia simu na nini nikuambia ati ninakuja. Otherwise nilikuwa nimemisi watoto wangu. Na nimekuja kuambia nimepata job ya watchman. Hata watchman. Sasa unadhani kazi ya watchman itaweza kutulisha sisi? Kamwambia ndio, ni ile kazi inapatikana. Janta imekosekana sana. Na tena nilikuwa na miss kuona watoto wangu. Kumbuka jaji alisema naweza waona. Mama akamwambia jaji alisema unipigiage simu. Mwambia ndio, lakini nilikuwa nimemiss watoto wangu. Tafadhali. Kagwera my dear. Hii mambo ya kukuja kwangu, umekuja na nini? Hatire nimurugete. Tunapika tupike nini? No, uguo. Udaogehe jirani. Jirani wa nini? Okay, basi usinikuwa. Nilikwambia hapo usiwahi kuja tena. Hii nyumba nalipaga. Hii nyumba nalipaga. Unajua nakulaga nini? Unajua watoto wanakulaga nini? Na unakuja hapa unasema unataka kukula. Unakula kula nini? Mimi nilikwambia futu wa kazi. Mwanaume mkubwa. Na huwezi hata afford kulipa nyumba. My dear, please. Watchman kana mgoja kifo. Nilipata kazi ya mgoja kifo na unyamaze. Nakwambia nilikuwa nataka kuona watoto wangu na unakuja. Unaje Iraki? Nilikuwa nimemiss kuona watoto wangu. Okay. Kwa nini unasumbua nyumba yangu? Unagodhoka. Kwa nini unapigia nyumba yangu makelele? Tafadhali toka uende. Unapigia nyumba yangu makelele na umegonga ukuta wangu. Kile nilimwambia tafadhali. Nimekumiss. I'm scared that I am losing you. My dear, ninakupenda sana. Hata pesa ikikosekana mimi bado nakupenda. Na ni nyote tefiu. Nimekaa bila demu kwa siku mingi. Tafadhali nakuomba nionjeshe. Mimi ni bwana yako. Na kazi ya watchman nimepata. Sasa hivi mimi ni mgoja kifo. Tafadhali my dear, nipe hata kama ni kidogo tu. Nataka nikunionjesha oye. Sweetie, unakumbuka venye zamani ulikuwa unanipe mpaka kakumia diti. Sweetie oye. Nipe tu oye, lakini nimekumiss. Oi, ibuguza hapo chini usikie ni kama tochi ya mae 8. Kuja tu my dear. Kuja tu. Hapana. Utalipa nyumba mwezi hii? Please, unless ulipa nyumba mwezi hii. Goi. Utumia kwa gulite na ngodu. Aligatherwo. Tafadhali my dear, lipa nyumba mwezi hii. Akanyumwa, na ni bibi yake. Bibi yake. Alinyumwa, atafanya nini isipokuwa kuja kazini. Manze wanaume tuna shida. Ndugu brother wapenzi wanaume nawaambia tuna shida. Na nawaambia shida kama hizi ndizo ambazo nilifanyiwa na Shakira.
Hata mkiona akisema ati my hips don't lie, my hips lied to her. Alinifanyia mambo kama hiyo tu. Shakira. Huyu mmoja mnaonaga. Sasa jamaa kabisa amewachana na pombe. Jamaa wetu amewachana na pombe kabisa. Mwanzo lazima atafute chapa. Oh yeah. Just imagine bibi yake ako job mzuri. Mwanzo bibi yake anafanya kazi basi ni daktari. Lakini juu ya tiana do, jamaa wetu amefukuzwa. Life. Haya, afanye nini isipokuwa afanya kazi ya mgoja kifo. Yeye ni watchman. Watchman kwa jina lingine anaitwa mgoja kifo. Juu anakaaga hapo nje akigojea kifo anytime he or she can kukua. Haya, Isuru basi aliweza kuchukua Botorite design kama hiyo basi na akaamua kuchomoka basi kucheki mwanzo. Yeye ni watchman kwa hivyo lazima amani watch. Yeye ni watchman kwa hivyo lazima amani watch. Yani maana basi lazima atazame aone venye kuna kaa. Na lile building ni kubwa. Mwanzo wasikia lele kuaga hospitali. Lile building ni kubwa. Mwanzo wasikia lele kuaga hospitali. Oh ye mwanaume yenyewe hakika tabu wanaume wanaonaga taabu. Na hakika taabu ya mwanaume ni mwanamke. Taabu ya mwanaume, amini usiamini, ni mwanamke. Shida za mwanaume ni mwanamke, amini usiamini. Alitambaa kuna michongo, kuna kadhalika. Na mtazamaji, nimekuambia hii building wakati wa zamani lilikuwaga hospitali, likateketea. Ina maana likachomeka. Ndani vitu mingi sana manze ziliweza kuchomeka. Vitu mingi sana ziliweza kuchomeka. Sasa jamaa wetu basi ndio huyu basi anatambaa chapa raundi. Akachungulia. Hapa basi kuna vioo mingi zaidi kwa upande wa ndani manze. Kuna vioo nyingi zaidi. Washalala. Walele ya ye. Aliendelea hapa basi kutambaa chapa maraundi basi kuna michongo na vitu aina mbalimbali. Na nyakati ni za usiku. Haya basi aliendelea kuchapa raundi. Aliendelea kucheki basi kuna vioo. Lakini hapa basi alikuja katazama kioo kama hiki. Kwanza akajicheki wiwi ana vumbi. Lakini kutazama wewe. Kaona ni ndege. Akachungulia kwa kioo. Hebu tazama. Kioo kilikuwa kisafi, tena kimekuwa kichafu. Tena mara moja kwa kuja mkono. Ni kama kuna mtu anamwambia, we. Jaribu kupanguza, leo ni kioo. Akijaribu kupanguza, ule uchafu hautoki. Na ni uchafu basi ni kama wa mtu ambaye ameweka mkono. Akajibu kusema ha na kupanguza wapi? Shindo, kwani basi ni kioo cha aina gani hichi? Na kuna alama nyingi za ule mkono. Cheki. Alama nyingi zaidi na ambazo zikipanguzwa hazipanguziki. Walala ya ye. Shalala. Aish. Akitazama mlango kwa kioo umefunguka. Akitazama live umefungwa. Haya. Live umefungwa. Sasa alishindwa, kwani mlango iko namna gani? Cheki. Akafungua. Akifungua akitazama, cheki kwa kioo, okay, imefungwa. Akifungua ikafunguka. Kafunga. Woyoyo. Menyonyo. Na alikuwa ametazama kwa kioo akaona imefunguka. Akitazama live imefungwa. Kaanza kushindwa, kwani huku kuna kanya muna gani? Washalala basi aliendelea kutambaa. Cheki maneno. Huku Botorite mkononi design kama hiyo. Basi akaamua kurudi. Lakini yeye yako job manzi. Nosu. Nasikia masauti yasiyo ya kawaida. Lakini manzi, job ni job. Wanaume lazima tufanye job. Mwanzo usipojitafutia kuna mtu atakutafutia. Kidogo hivi Botorite ikaribika. Tochi kaanza kuleta shida. Kule ndani kuna mpaka pale ambapo basi kuna vunja maji. Kuta zinavunja maji. Kwa lile building kuta zinavunja maji. Haya. Korogocho.
jaribu kuwasha basi mataa. Asante sana, kuna bado kuna umeme. Walala, washalala. Chungulia, elewa yeye ni mgeni sana basi rashaka kwa lile building. Ala, ashalala. Tazama, kule kuna maji. Wow. Ala, lakini kuna bidhaa ilikuja ikafunga mlango. Cheki. Tangu lini mlango ukajifunga ukuwa peke yake? Kunazo dawa ambazo anatumiaga. Hizi dawa ni za kupunguza basi nini? Ulevi. Lakini hapa basi sistake alichomoka. Angela. Naye sistake anafanya kazi kwa pub. Akamuuliza, "Ni kwa nini uko na stress?" Akamwambia, "Ni ile job." "Si wachane nayo utafute kibarua cha kila siku." Are you sure you're all right? "Why don't you look for a regular job?" Yeah, I'm just saying. You can talk to me if you want. I'm your little sister. Job inakupea stress? No, I need that. Ndio, kuna stress. I can't take care of Amy and the kids and myself on my pension. I'm not going to sleep on your couch for the rest of my life. Okay, well, maybe you get a daytime job, a regular job. It's not that simple. Pata job ya kawaida. Alikata. Lakini kujicheki kwa kioo, hebu cheki venye aliona akikaa kama menyonyo. Hebu cheki. Kwenda kuamuka, ajicheki kwa kioo, anakaa kama menyonyo. Alijitorokea. Hey, ni nini? Mimi ninakuwa menyonyo. Kai, mimi ninakuwa menyonyo, toka wewe, mimi ninakuwa menyonyo. Aliamua kujicheki vizuri. Hayai. Akajicheki akaona amewacha kuwa menyonyo. Havaya. Nini mbaya na mimi? Akajicheki tena kwa kioo. Na si nimeona nikiwa menyonyo saa hii. Nimekuwa menyonyo saa hii. Alianza kushindwa. Nini kinatendeka kwa maisha yangu manzi? Nini kinatendeka? Sasa ilibidi manzi atarudi kule upande wa nani? Acheki vizuri. Mwanzo ameona kuna mambo yasiyo ya kawaida. Arudi kule upande wa nani basi kwa ile building. Elewa, kama sio venye kuna shida ya job na kama sio venye bibie na mtoto wake basi wana stress, hangefanya hii job. Wakati tu aliona basi mlango inafunguka na kwa haifunguki basi angewachana ile job. Lakini anahitaji do manzi. Anahitaji pesa. Yuahitaji pesa mbaya mbovu. Na hii ndio sababu basi. Hii ndio sababu inafanya ile job. Hebu tazama. Washalala. Aliendelea hapa kucheki na kutazama. Aliendelea kucheki na kutazama. Mwanzo hiyo ndio kazi yake na job ni job. Vitu mingi zimeanguka. Leo mtazamaji, na basi nakwambia ilikuwa hospitali ikachomeka. Kutazama tena hapa. Hai. Ule mkono kwa kioo. No kipanguza haupanguziki. Kuweka mkono akakatwa. Kuweka mkono kioo kilivunjika kikamkata makosa. Alafu punde si punde alianza kuona nini? Hebu tazama basi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Akaanza kuona mtu ambaye anachomeka. Cheki. Akitazama kwa kioo kuna mtu anachomeka. Akiangalia basi hii reflection inatoka wapi? Hakuna mtu. Ilikuwa kioo inafaa kuleta reflection. Sasa anaona kwa kioo kuna mtu anachomeka, lakini akiangalia basi ile reflection inachomoka wapi? Aoni. Moto kamwagika. Akaanza kujiona kwa kioo akichomeka. Cheki. Sasa hii ni kwa kioo, anajiona akichomeka. Na akiona akichomeka kwa kioo, anaanza basi kuhisi uchungu. Hapa ni kwa kioo. Sasa hii ni ndani ya kioo. Anajiona stara kama hiyo. Anajiona stara kama hii. Anachomeka kwa kioo. Anajiona akichomeka kwa kioo. Lakini in the real life
yeye mwenyewe ako wapi? Mwanzo kwa kioo anachomeka, cheki, kwa kioo anachomeka cha kabisa, lakini mwenyewe ndio huyo. Anahisi uchungu, lakini hachomeki, lakini anahisi uchungu. Kidogo hivi moto ikawacha mara moja. Kai. Arishtuka kwa kioo akarudi nomo, lakini ameungua, amehisi uchungu. Akaamua kutazama basi koti lake. Kutazama koti lake halina moshi. What? Tena punde si punde akalivalia koti lake sare kama hiyo. Oye. Nini hii? Aliona wallet. Mwadhani yokaga oguo. Aliona wallet. Kuona wallet imeandikwa nani? Lewis. Lewis ni ule besta tuliona basi aliweza kujiua, kujikata shingo. Alright. Aliona Lewis kwa basi bila shaka pale nini? Akakuja kutafuta basi pale Lewis alikuwa na mavazi zake. Akapata mwingine alikuwa anajulikana kama vile Gari. Unaona? Hiyo ni koti la Lewis, lakini bado kuna mwingine alikuwa anaitwa Gary. Koti lake liko pale pale. Sasa jamaa alishindwa what is going on. Akaamua kwanza kujipa huduma ya kwanza. Akawasha kidonda na pombe ambayo ilikuwa gara za nyawizi. Ili kukausha kidonda. Alright. Asanta sana. Maridadi pozi kibisha. Na kisha hatimaye basi jamaa wetu akuwa mwenyewe ndio huyu akaamua kucheki kwa wallet kuna nini. Kwa wallet akapata nini? Driving license. Kisha hatimaye ATM, Visa card. Akapata do wadhani ya 10 monation sija kwa asante sana amepata chapa. Lakini hatimaye alipata karatasi kameandikwa SK. Ezeka ni nini? Ezeka ni nani? Wow. Alishindwa sana kwa hivyo akaamua kuendelea kufanya uchunguzi. Mwanzo atafanya nini? Anahitaji job. Ameona kuna mtu anaungua, akimtafuta hampati. Aliamua kuchunguza zaidi. Lakini wacha nikwambie ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ingekuwa ni mimi. Niona taabu kama hii. Hapa singekaa nakwambia ndugu brother mpenzi. Hata kama ni job, wacha ikae. Ati unajiona ukiungua kwa kioo na unahisi uchungu. Just imagine. Hata mimi siku nyingine nilikuwa nimeandikwa kazi ya kutaka samaki kuda Mombasa. Likoni. Nilikuwa nataka samaki hapo siku nyingine. Wakati moja nikaona samaki. Ambayo mdomo wake ni kama engine ya lori. Nilitoka huko biu na kutoka siku hiyo nikasema hata kama ni nini huko sitawahi kaa tena. Nikawacha hiyo kazi. Sasa kazi kama hii hata kama ni mimi ndugu brother mpenzi mtazamaji, singesimama hapa. Kidogo akaanza kusikia mtu anapiga nduru. Sasa anashindwa ni nani huyo? Wewe uko wapi? Ndukimia gutiroki gwa ni ukomia uraiga hapo ni komia no tare wamia. Kunia hapo tu penye huko. Anasikia mtu akipiga nduru, anasema atakunia. Sasa anamwambia baada ya kupiga nduru ati utakunia si ukunie. Kwani kukunia ni si unakunia moto? Kufika hapa mwenye anapiga nduru akawacha kupiga nduru. Anybody in here? Wewe Kemei. Wewe mtu mwenye unataka kukunia. Kwani unakunia moto? Soothing. Tazama. Fanya usururaji. Anataka kujua huyu mtu mwenye amesema atakunia. Kwa nini apige nduru kama ni kukunia si akunie tu? There is no problem when you want to come here just here.
It's not all to come here. Haya, sorora. Anashindwa huyu mtu wa kukunia kwani yako wapi? Oi, Dan Benson. Akapata hapa kuna kiti. Unaona? Kuna kiti ambacho kiko hapo pando nane. Shindo sasa mtu anasema atakunia. Kidogo akaanza tena kutoa mkono. Akicheki live hakuna, akicheki kwa kioo anaona kuna mtu anatoa mkono. Unaona? Akitafuta hiyo reflection inatoka wapi haioni, lakini akicheki kwa kioo kuna mtu anatoa mkono akisema atakunia. Kutazama ni kioo. Kutazama live hakuna. Akicheki kwa kioo kuna mtu anataka atakunia. Sasa alichukua kile kioo. Akichukua kile kioo sasa. Mwanzo ndani ya kioo kuna mtu anasema anakunia. Sasa kaamua kuona mtu kwa nini basi kukunia ni kitu obvious. Everybody mayors. Kwa hivyo kama anataka kukunia waache kushinda kupiga nduru akunie. Sasa dishindo huyu ako hapa ndani anapiga nduru ati atakunia kwa nini? Mea. Lakini kucheki kwa kioo akaona ni kweli kuna mtu anataka. Akicheki live hakuna. Akicheki kwa kioo. Cheki unaona akicheki live hakuna mtu anataka kukunia. Hebu tazama. Cheki kwa kioo kuna mtu anataka kukunia. Akicheki live cheki. Akicheki live hakuna kitu. Lakini cheki kwa kioo. Lakini huyu mtu anaungua. Ninaungua. Jamaa alitoroka. Siku hiyo alitoroka. Kumbe basi naye kula manyumbani basi. Naye mtoto wake alianza kupata ndoto mbaya. Anaambia mamake kwa kioo kuna mtu anataka kukunia. Mama akamwambia hapana, hiyo ni kuota. Kijana akamwambia kabisa kuna mtu ako kwa kioo na anataka kukunia. Lakini kijana akaambia hapana, mtu akitaka kukunia hakaagi kwa kioo, anaendaga kwa choo. So don't come aka. Mama akaenda. Lakini wakati basi bila shaka para alizima stima, mtoto wake akamwambia hapana kisha. Haya. Mama ndiye huyo. Kavua basi mavazi zake, alifukuza bwanake ati kwa sababu bwanake hayuko job. Oi, hii ni taabu, hakika ni shida manoso. Alifukuzaga bwanake ati kwa sababu bwanake hayuko job. Sasa yeye analalaga na piro badala ya kulala na bwanake. Only because jua timzee hayuko job. Hii manze si poa hata kidogo. Kidogo kijana alianza kuona kijana alijifunika kwa kioo manyumbani. Sasa imagine, sio eti sasa ni kule ati kwa Mayflower, manyumbani kwake jamaa wetu Dan Benson, mtoto wake ameanza kuona mashetani kwa kioo. Just imagine. Sasa alikuja kubonga na Angela sisterke, akimwambia yale yote ambayo aliona. Lakini Angela anamwambia wewe ile kitu huko ni illusions. Umesota mpaka unaona mashida kwa vioo. Namwambia hapana, hii ni mambo ninaona. Angela anamwambia hapana, those are illusions. They are caused by stress. Stress is caused by kusota. Unaona? Where? Tunaona mtumio raya kabisa. Naona anaungua kabisa. Lakini kwa kioo nikiangalia live hakuna. Hiyo ni nini? Nikiangalia live hakuna mtu anaungua. Nikiangalia kwa kioo kuna mtu anaungua kabisa. Siku nyingine nilijiangalia kwa kioo hivi, nikaona nimeanza kuwa kimenyonyo. Imagine. Hoi, my dear brother. Hiyo ni juu ya kusota. Sasa unaona tu mashida kwa kioo. Maybe you need to talk to someone. Professional, someone. Mbona usiongee na daktari? Yours are just glass and silver, Ben, that's it. Yeah, juu kioo ni kioo. Kioo ni glass. It's a fragmented, disoriented, isolated, ice cold water. Haiwezi kukufanyia chochote. My dear brother, please. Mungu atakujalia. Wacha kuwa na stress ati mpaka unaona kioo kinakuongelesha. Haya, sasa jamaa yetu alistukia kwake kuna mtu anabisha. Come in. Hold on. Kumbe aliagizaga anatoa faili za watu wote ambao washafanya kazi ya rais. Na kwa hivyo aliweza kuletewa
file za wale watu wote ambao wameshafanya kazi hapa. Unaona? Kabla ya yeye kuitiwa job, kuna watu walikuwa wanafanya job ala zenyewe hizi. Sasa yeye aliagiza aletewe file za hao watu wote ambao washafanya job hapa. Mwanzo yale mambo ambao anayaona sio ya kawaida. Unaona? Kuna jamaa hapa basi ambao washafanya kazi ya zenyewe hizi kama vile basi ya kina Gary, kina Royce basi na wengineo. Sasa alikuja kuletwa basi file za hawa watu wote. Watu ambao washafanya kazi mbele yake. Lakini wote wameshakufa. Dead fire at Mayflower. Haya, sawa sawa. Venye hizo yote basi iliweza kuandikwa kwa magazeti na kadhalika. Akapata basi watu kati ambao washafanya kazi hara zenyewe hizi, watu wengi zaidi. Alright. Akapata story basi za jamaa wote ambao washafanya kazi hara zenyewe hizi basi amewetoa kwa gazeti. Na story venye ambavyo basi kuliweza kuungua na kadhalika, hiyo story zote ziko hapo. Alright. Aliamua kuchunguza hawa watu basi. Aliamua kuwachunguza zaidi ya hivyo. Anataka kujua mambo mengi kuhusu hawa watu. Na kwa hivyo aliamua kuja kuuliza hapa basi bila shaka pale yule Ferreri mwenye aliweza kumitia job. Aliamua kumuuliza hapa basi story kuhusu jamaa wa kwanza. Lakini akaambia huyu jamaa alikufa. Just had the craziest day here. Your ex-colleagues came to pay us a visit. What are you talking about? Well, you know Gary? Guy was working here before you? Yeah. Cops found him dead in a subway station in Harlem. How did he die? Liked him too much, but poor guy didn't. Alikufa namna gani? Yeye akauliza. Did they tell you the cause of death? What? Did they tell you how he died? No, they wouldn't tell me. Hawakuniambia venye alikufa, otherwise mimi niko na shughuli mingi, wewe endelea kucheki. Kama huyu jamaa alikuwaga hapa alikufa. Alikufa namna gani? Unaona? Sasa hiyo ndio kitu ambacho nataka kujua. Mwenye alikuwa na cheki hapa mbeleni alikufa. Na mwenye alikuwa na cheki hapo mbele ya huyo pia inasemekana alikufa. Na mwenye alikuwa na cheki hapa mbele ya huyo mwingine, mbele ya huyo ambaye ako hapo mbele alikufa pia. Sasa alishindwa. Kwa hivyo kama unakuja hapa kazi unakufa, nini kinakuua? Akaamua kujua na kuuliza sababu ya mwenye, yani sababu ama nini kiliweza kumuua Gary Lewis. Alright. Sasa alikuja kufanya uchunguzi. Sterile examination. Bibie anafanya kazi ya postmortem, ni mtu akona pesa mingi zaidi. Bibie ndiye huyo. Unaona? Sasa kuna huyu mtu ambaye alikuwa amemeza grass, alienda kukunywa pombe, akasema ati ni champion wa kukunywa, akameza grass ikamuua. Sasa ni unaona wanang'ang'ana kutoa grass kwa mara. Juu alimeza grass ikaenda ikakwama kwa mara. So kukawa kuna resvitalization through circulation of tether. Kwa hivyo akawa equals death. Unaona? Sasa alikuja akamwambia bibi yake, tafadhali kuna jamaa aliletwa hapa. Gary Lewis. Nataka kujua nini kilimuua. Kwa nini? Tafadhali my dear, please. Nataka kujua nini kilimuua. I found his wallet in the department store. Look, I just need. Na ulitoa wapi kitambulisho chake? Kamwambia driving license yake nitoa kwa warrant yake. Died. Kamwambia wewe sio polisi, unawezaje kuja hapa kufanya uchunguzi? Tafadhali my dear, tafadhali kama kuna kitu unaweza nisaidia nao kwa maisha, nataka kujua nini kiliua huyo mtu. Tafadhali. Juu kuna mambo ambazo naona. Please, unielewe. Kuna mambo ambayo naona. Na nikijua nini kiliua huyu mtu, nitafurahi sana. Tafadhali. Wacha tu nijue nini kiliua huyo mtu. Warn me about something. I need to figure this out, please. Haya. Hata kama basi alimfukuza nyumbani bado ni bwanake. Kwa sababu kuja akamwambia fanya hivi. Kama unataka kuona nini kiliua huyo mtu, kuja tukuonyeshe. Iwapo tu unataka kuona na kujua nini ambacho kiliua huyo mtu, kuja tukuonyeshe. Think so. Inasemekana alijikata na grass kwa shingo. Please. Alijikata akajiua. Well, we still have the body. What do you use to cut his throat? Alitumia kichupa. Mirror. Kisehemu cha kioo. Sasa jamaa wetu Dan Benson wakati alienda kucheki ule jamaa, aliona jamaa akimwongelesha. Cheki. Naona hawa wako hapa na waoni. Aliona jamaa akimwongelesha. Magaida yako kwao. Wai. We. Usipige makelele hapa. Hapa ni pahali kwa watu ambao wamekufa, na ukipiga makelele utawaamsha waliowafu. Na ukiwaamsha waliowafu utakufa wewe mwenyewe. Kwa hivyo tafadhali usipige makelele. Kuna kitu nimeona. Ukaona nini? Kuna kitu nimeona, hujaona mtu akinyo. Nani amekuongelesha? Please usipigie wafu makelele. Usipigie watu wamekufa makelele. Okay, hii ni mambo ya bibi na bwana Okay, mkimaliza nitakuja baadaye. My dear, tafadhali get out.
kama utaki nikuitie polisi. Now, I'm serious, Ben. Amy, I'm sorry. I can't leave here until I see that file. Ben, toka uende, nitakuitia polisi. Tafadhali, hata ukiita jeshi hapa stoki. Mpaka nione faili ya huyu mtu. Sasa, ilibidi apewe file. Ya zile picha zilipigwa wakati alikufa. Na nini kilimuua? Yani story zote kumhusu. Zile picha zote ambazo walipigwa. Check maneno. Sasa, bibi yake amejam. Rumaga yake na mudhuri. Tikabaga yake haida huiri baro. Huiri baro. Guaga na onogoro no kagoto. Mama anakasirika sana, anasema hedi Mungu angempatia huiri baro. Sasa, yeye ndio alitazama. Akaona kati ya zile picha ambazo zimepigwa, inaoneshana ati alijua na kigrass. Akaambia bibi yake, hebu angalia. Hichi kigrass ambacho mnasema ndicho alitumia hiki, hakina damu. Lakini kwa kioo kiko na damu. Ndicho hiki kiko na damu kwa kioo. Lakini in reality hakina damu, unaona? Kwa hivyo huyu jamaa hakutumia kichupa kuchua. Mama akamwambia hizo ni bangi, na mimi mtu ambaye kama wewe najua unakuwa mlevi. Akamwambia hapana, vioo zinaua watu. Ati vioo, si ndio unakufa kwa kioo? Na hapa in reality hujakufa, lakini baadaye unakufa juu kwa kioo umekufa. Bibi yake alimuuliza, ni dawa gani unatumia siku hizi kupunguza ulevi? Sikiza. Hey, you want to get reinstated? What drug are you using? Unatumia dawa gani? Tafadhali my husband. Mageda kuna. Isicho ni sora gado. Crazy. Manzi wewe. What's wrong with you? Nini mbaya na wewe? Isisio. Mageda sora gado pio magaku aku. Pio. Yes, He's trying to take you to stop drinking. Unakunywa dawa gani? Unakunywa dawa gani? Nakunywa hizi. Mendroacrapoticus ndio natumia. Akaambia basi, this is a very strong drug. That's a strong drug. Hizi ndio zinakuharibikia. Pills you take. Tafadhali jaribu kutumia Kakaramotocotus. Juu hizo zitaweza kukusaidia. Okay, ni sawa. Ni dawa. Kama kabisa umeona ni dawa, ni sawa. Lakini nakwambia hivi my dear, kuna kitu. Na utakuja kujua. One day, one time, huenda saa hautaniamini, lakini nakwambia hivi my dear, one day, one time, utakuja kujua chenye ambacho ninakwambia. You gonna know what I'm saying, you gonna know what I'm telling you, and you gonna know, manze, when it is too late. Hata hivi bishi, manze alichomoka. Jamaa wetu waliweza kuchomoka. Sasa, naye sistake, ndiye huyu Shisha. Sistake alikuja basi bila shaka pale manzi wetu Angela. Hakika ni mwanamke na ambaye ni mrembo. Alizaliwa akazarika. Hakika kuchomolewa alichomoka. Washalala. Hawa ndio watu walimalizia watu kama vile Waitherero Matirio. Ukiona Waitherero Mapua tiko karibu na Makai, sio kupenda kwake, ni mtu kama huyu. Ndio alimalizia Waitherera Matirio. Ndio unaonaga Waitherera masaidongi yake iko hapa kwa mgongo. Lakini hebu tazama, yeye aliondoka kwa kioo akawachwa akijiangalia. Hiyo ni kumaanisha she is the next. Haya we dagatumire we. Haya haisuru basi. Ndio huyo. Hebu cheki kwa kioo. Alikuwa anajengelea kwa kioo lakini amewachwa akijiangalia. Sasa cheki. Cheki shetani mwenye ako kwa kioo venye alimuua. Alimpanua mdomo. Haya, nikikanua. Timia akashindwa nini mbaya na mdomo wake? Lakini alipasuliwa mdomo life life. Cheki, alipasuliwa mdomo life life. Cheki, mdomo ukapasuliwa, akachomolewa mdomo stare kama hiyo. Life and cash. Cheki. Kuchomolewa mdomo life life. Just imagine ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alipasuliwa mdomo stare kama hiyo. Wadhamoro life. Aliadhamoro mdomo ukatoanishwa yani sara kama hiyo, akauawa. Sistake Ben na wanakaaga na yeye. Sasa wana polisi walikuja kufanya uchunguzi, wanashindwa nani aliua huyu mtu. Mwanzo kulingana sasa na uchunguzi wanaona ati lazima huyu mtu ni nini? Lazima basi bila shaka pale ni mtu alimvuruta mdomo mpaka ikapanukana. Haya, daktari alikuja kufanya uchunguzi, daktari wa serikali. Alifungulia damu basi ichomoke. Lakini yale aliyaona hakuamini. Mtu ambaye amepanuliwa mdomo stare kama hii.
Hii ni madharau. Kuna mtu alimweka kitingi ya stima kwa mdomo. Naona hii. Dale kanua. Imagine, sisi tulisikia tu mtu amepiga nduru. Wai. Tunaenda kuangalia tunaona mtu amepanuka mdomo. Ni kama amewekwa nini kitingi ya stima. Ni nini mnafanya kwangu? Ni nini mnafanya kwangu? Naambiwa ni nini mnafanya kwangu? Angela, hawa watu. Sasa alikuja hajui. Polisi walimhanda. What is happening? Not good. Sitakwambia. Just tell me what's going on. Ben, it's not good. It's not good. Sitaki kujua, nataka kujua nini. Where is my sister? I can't tell you. Fuck is my sister? Where the fuck is my sister? What is it? Ben. Okay. Chaneni na mimi. No go. Wachani aingie. Lakini hakuamini masaibu yaliyompata dadake. Kwanza alitapika, kuona hiyo, alitapika. Manze hakuamini. Hakuamini yale aliyoweza kuyaona. Oyeyai. Huyo ni dadake ndiyo, lakini manze ni kuisha maneno. Huyo ni dadake ndiyo, lakini manze ni kuisha maneno. Na style ambayo amekufa ni style ya unyama. Hana taswisi. Yeye ako na uhakika kabisa kioo ndicho kimeua dadake. Hicho ni kitu ambacho basi bila shaka pale amejua, na ni kitu ambacho basi ako na uhakika kabisa kwamba na kweti kioo manzi ndicho kimeua dadake. Sasa bibi alikuja area. Bibi sasa huko na polisi wanauliza, kwa nyumba hakukuwa na mtu mwingine, nani anaweza kuwa alimuua? Ama ni huyu Dan Benson? Lakini bibi aliwaambia hapana, alikuwa anapenda sister yake vizuri zaidi, kwa hivyo hangemfanyia chochote kibaya. Around town. The only strange thing, and this could just be coincidence, is that Ben told the daytime security guard, Lorenzo Cipelli, that he was planning on quitting the job, like he was moving away someplace. He mentioned anything like that to you? No. Lately, communication hasn't been our strong point. What are you gonna do with him? Figure we'll let him go. We've got no reason to keep him here. Salala. Oi, wanapolisi basi wanafanya uchunguzi. Lakini mama alimwambia manze, tulia. Naye sasa jamaa akadekiria the war against the kioo. Kioo, umeua dadangu we. Utaniambia unataka nini na mimi? Nilikuwa napanga kuacha kazi, lakini sasa job sitaacha. Siwachi hiyo job mpaka uniambie ni nini unataka kutoka kwangu. Aliambia bibi manze, you can't understand. Kioo kimeua dadangu. Mama anamwambia hapana, lakini alimwambia unielewi. Come on, basi niambie nini kinaendelea. Siwezi kukuambia. Wakati nilikuwa nikwambie haukutaka kusikia. Lakini kioo kitapenda. Dakwiro, sasa kioo. Sikiza nikwambie. You'll never believe me. Huwezi niamini hata nikikwambia. Lakini kioo kitapenda round hii. Kioo kitapenda. Sasa mama alishindwa. Kioo utakifanyia nini kioo? Kioo kitatenda nini? Kioo kitaua mtu namna gani unless kitumiwa na binadamu mwingine? Lakini yali hapa amedekelea the war against kioo. Kwa hivyo alikuja sasa kufanya revenge kwa kioo. Shasha, cheki maneno. Utaniambia unataka nini na mimi? Unataka nini na mimi kioo? Kwa nini umeua sistangu? Aliona akisikima dondi, akaona akisikima viti. Gonga na mawe. Wapi? Anajaribu kugonga wapi akigongeki. Walikasirika sasa, akachukua bunduki. Akakipiga marasasi. Alafu kinapona. Anakipiga marasasi kinapona. Ngongongo, ngongongo. Anapiga marasasi. Venye anakipiga marasasi ndivyo ambavyo kinapona. Cheki. Venye ambavyo anakipiga marasasi ndivyo kinapona. Amekipiga na mawe, amekipiga na chuma, kila kitu anakivunja kinavunjuka. Sasa alikuja kulia. Unataka nini na mimi sasa kesisi ya oye? Unataka nini kutoka kwangu? Kwa nini umeua sistangu kioo? Unataka nini kutoka kwangu? Niambie kioo. Ni nini na ambacho
unataka kutoka kwangu? Niambie tu. Niambie ni nini ambacho manzi unataka kutoka kwangu. What do you want from me? Lakini kioo kilijiandika jina Eseka. Ninataka Eseka. Eseka. Either utafute Eseka ama nikufanyie venye nilifanyia wenzako kama akina Gary Lewis. Sasa yeye alianza kuchunguza basi. Mwanzo kioo kimemwambia vizuri zaidi. Imagine kioo kikikuongeresha. Tafadhali mtazamaji, kama kwako una kioo, please tafadhali enda utoe uweke mawe. One day kitakuitisha afro. One day. Na unajua hujuagi pale mimi nakuaga mtazamaji, utataabika sana ukitafuta afro. Sasa alianza kutafuta Eseka. Lakini kwanza akaanza kufanya uchunguzi ya watu ambao walikuaga hapa. Vinyo walikufa na kadhalika. Akapata Gary Lewis, bibi yake na watoto watatu walikufa. Akapata kuna mwingine alikuwa anajulikana kama vile Terence. Bibi yake na mama yake na watoto wake wote walikufa. Kwa nini? Ndipo sasa alifanya uchunguzi akaona huenda Gary Lewis aliambiwa atafute Eseka akajaribu kutoroka. Kwa hivyo yeye bibi yake na watoto wake wakauawa. Akaona mtu kama vile Terence aliambiwa atafute Eseka pia akashindwa. Bibi yake na watoto wake wakauawa. Unaona? Sasa hii yote basi Rashaka pale anachunguza kwa ile file ambayo aliweza kuletewa. Sasa akaanza kupiga watu ambao wanawajua simu akauliza wamtafutie mtu kwa jina la Eseka. The guy murdered his whole family. I already know that. He's dead. Yeah. Kuna mtu mwingine pia alikuwa anafanya kazi huko. Yeye aliuawa na familia yake yote ilikufa. Mamake, babake, watoto wao, familia yao yote. Na iliuawa na vioo. Kwa hivyo kama jamaa wetu hata tafuta Eseka, pia na yeye, bibi yake, watoto wake wote watakufa. Akaambiwa sikiza, kuna mtu mmoja ambaye hapa basi bila shaka pale alikuja sasa kwa hospitali. Akapata jamaa moja ambaye alikuja hapo hospitalini na kabla hajakufa aliwacha basi amerecord tape. Sasa roho jamaa wetu anachunguza watu wote ambao washafanya kazi kwa ile Mayflower. Akaambiwa basi kuna mtu mmoja ambaye watu wao wote waliweza kuuawa, lakini aliweza kurecord statement na ikawekwa kwa library. Ile tape ilikuja kuchomorwa ndio hiyo. Used in Terrence's trial. We'll see, they speak for themselves. Akaambiwa hebu tazama uone. Hapa kuna mtu ambaye basi aliweza kuandikisha statement. Why did you set the department store on fire? Yeah. Kwa nini basi unataka kuchoma hii maskani? Akadai kwa sababu kuna vitu nataka kuchoma juu zinaua watu wetu. Na unaona venye ameteswa na vioo. What made you think you absolutely had to destroy those mirrors, Terrence? They killed my Helen. Waliua bibi yangu hawa vioo. My 3 children. Wakaua watoto wangu watatu. Kwa nini? Juu walikuwa wananiambia nitafute Eseka. What? They asked me to find Esseker. Oh my God. We all are looking for Esseker. Yeah, we were all looking for Eseka. Sasa jamaa wetu akajua familia yake ndio iko next. Sasa huyu jamaa alikuwa anajua anaulizwa who is Eseka? Who is Esseker? I don't know who Esseker is. Mimi sijui Eseka ni nani. Unaona venye sura yangu imeharibiwa. Bibi yangu na watoto wangu wameuawa juu ya Eseka. Eseka ambaye simjui mimi. Sasa hapo ndipo jamaa wetu alijua sasa kibarua ni kingumu. Mwanzo na kuga kila mtu akikuja kufanya kazi huko, either utafute Eseka ama familia yako uwawe. Sasa jamaa wetu alikuja kwake, akaamua kutoa vitu zote ambazo ziko na vioo. Na hapa anakuaga ameonywa na bibi yake asiwahi kuja. Sasa leo hii ameharibu sana. Juu vioo zote anatoa. Sasa maid alianza kupiga simu. We, mtumia, si ukuje? Mpaka watoto walistuka. Vioo chochote ambacho kiko na vioo anatoa. Cheki. Chochote ambacho kiko na kioo anatoa kwa nyumba. Na ni nyumba ambao yeye mwenyewe anakuaga wanted asiwahi kuja. Sasa elewa hii ni kwa hapa basi maisha bibi yake na watoto wake. Hii ni kwa maisha bibi yake na watoto wake. Mothe. Watu washakunywa bangi. Wao leo wamekula bangi gani? Oi, watoto wanaona basi.
baba yetu amegoroka. Lazima siku hizi anakula bangi na ugali. Siku hizi anakula bangi, alafu sasa anakulanisha na ugali. Hata sasa bangi ndio kitoweo. Alichomoa vioo zote kwa nyumba. Ha? Daddy. Yaani uko msoto mpaka umekuja kuchukua vioo ukauze. Sasa wao wanasikia mama yao akisema daddy anakuaga msoto, wanadhani kwa msoto sasa mpaka anataka kwenda kuuza vioo. Sasa kuna ingine haiwezi toka, kwa hivyo ilibidi atoe rangi. Kai oye, daddy yako msoto. Ametafuta kitu cha kuuza akaona tu akuja kuuza vioo. Daddy oye, si ununue, si ubebe TV. TV ya nini? Si ukauza TV badala ya vioo, kioo hainaga pesa. Bibi yake naye ameshapigwa simu hapa basi bila shaka pale na mbocha. Kwa hivyo anakuingilia mbio mbio. Ati bwanake anaiba vioo. Cheki maneno. Ati bwanake anaiba vioo. Eko sio. Wazee siku hizi wako aje? Mtu anakuja kuiba vioo akauze. Vioo mtu anakuja kuiba. Mam, oye, dadi yako msoto mpaka amekuja kuchukua vioo akauze. Sasa alikuja mbio mbio. Nini mbaya na wewe Ben? Dakwira, si unisaidie kupaka vioo rangi. Hizi ziliwa sistangu. Unafanya nini kwa nyumba yangu wewe? Si vioo zote unatoa nje. Wacha nikwambie, hizi vioo zitaua mtu. Oi bwana yangu. Yaani hii ni bangi ulivuta hivyo. Dakwira piu. Hizi ziroraga mundu agakuaku. Nitakuitia polisi. Kwa nini sasa unasumbua maisha yangu namna hii? Kioo ambacho napanguzaga kila siku unakuja kupanga rangi. Unakuja kupaka rangi vioo zangu na zingine unachukua uende ukauze. Sasa hii ni maisha gani? Sasa Mungu tu alikuwa amenipatia bwana kama wewe. Kioo unapaka rangi ya nini? Unaona kama nikukudanganya Akamwambia bibi yake, unaona kama nikukudanganya kuja uone. Hii kioo unapiga risasi, alafu kinapona. Kuja uone. Kuja uone. Hizi ni kioo Hebu angalia. Nitakipiga risasi alafu kipone. Kuja uone. Hebu angalia. Ngoja uone. Kitapona saa. Kitapona saa hii. Ngoja uone. Akagojea kipone. Akikupona cheki maneno. Gai. Na kweli ndiye mongoroki. Hata cheki akaona kweli mimi ni wazimu. Si nilipiga ingine ikapona. Watoto wakamwangalia. Ai. Bibi yake akamcheki. Heki gikiraho nile. Kuna ingine ilipona. Ai. Ama mimi ni wazimu. Sasa alianza kujiuliza. I think I'm crazy. Sasa ninafanya nini? Oi bwanangu please. Wacha tu tukupeleke Mathare. Kubali tu tukupeleke Mathare oye. Kubali tu tukupeleke Mathare. Ni watu wengi washagoroka namna hiyo. Ona Jora bilioguo. Jora alianza hivyo. Akakunia ugali, akasema ati ni burubani anataka inyooke. Jora alianza hivyo tu. Please kuja tukupeleke. Kuja tu tukupeleke Mathare bwana yangu. Haya alichomoka. Yeye anajua venye anajua, lakini hapa basi ameshindwa kuprove kwa mtu yoyote. Anashindwa ama niko wazimu, lakini anaona hapana. Shit. Wacha atazame kwa side mirror yake. Aone sister yake akuwa basi hana mdomo. Cheki. Alafu kucheki tena hakuna mbele yake karibu agongwe. Ulolo yaye. Ile kitu ni moja tu. Tafuta Eseka, hizi taabu zikuondokee. Akavunja kila kioo na machungu na katupa. Shit. Gari tena bila kioo hapana. Tafuta Eseka. Ukitaka kuishi, tafuta Eseka. Maskini wa Mungu. Atafanya nini maskini wa Mungu? Wala atatenda nini? Sasa ni achunguze vinyambavyo ataweza kuvuja. Gafia ndiko wako kamutebei. Kanatorokea kapusi. Haya. Atamtoa wapi Eseka? Arudi kuro pandwa ndani. Amerudi sasa kuro pandwa ndani. Mwanzo anashindwa. Atafanya nini? Wala atatenda nini? Atamtoa Eseka wapi? Kama Gary Lewis, kama Terence na wengineo wameishi kutafuta haba basi Eseka wameshindwa. Yeye ndiye atatoa Eseka wapi?
Hivyo basi ndiye anajiuliza yeye ndiye atatoa Eseka wapi? Walele yeye anashindwa sana, atamchomoa hapa basi wapi Eseka? Anashindwa sana, Eseka atatoka wapi? Walele yeye kuna hapa basi maskani fulani ambao yeye hajawahi ingia. Kwa hivyo this time around aliamua ataingia. Aliamua ataingia mwanzo. Kuna maskani fulani kwa lile building la Mifra, maskani na ambao hapa basi yeye mwenyewe hajawahi ingia upande ndani. Kwa hivyo this time round aliamua kuingia St. Mathias Hospital. Ndio wakati wa zamani basi, mtazamaji, nilikuambia hii building ilikuwa inajulikana kama vile St. Mathias Hospital. Ndipo kaona hapa basi kumefungwa, lakini kuta zinavunja maji. Na mara basi kuna mfereji ambao umepasuka, na hapa basi imeishi basi na imeendelea kuharibu kuta. Na kwa hivyo yakaamua basi kuingia mule ndani ya dini maskani. Aha. Asante sana. Akabomoa desaini kama hii, na hakika akakuingia upande ndani. Cheke maneno. Alibomoa hapa basi na akakuingia upande ndani. Tazama. Alibomoa manzi na akakuingia upande wa ndani shisha. Cheke maneno. Eseka no. Eseka ni nani? Soothing. Aliamua kutazama na kuchungulia shisha. Eseka ni nani? Akaona hapa basi kumejaa vioo na katikati kuna viti. Unaona? Kumejaa vioo na katikati kuna viti. Yaani kuna kiti. Na kila kiti kimezingirwa na vioo. Sasa alijaribu kutafakari haya yote. Kwa nini katikati kuwekwe kiti? Na kwa nini basi kuzingirwa na vioo? Na akatazama akaona kile kiti kina makamba, kuna abasi kanda fulani. Na kwa hivyo hii ni kuoneshana kuna mtu fulani wakati moja kwa lile hospitali. Kuna mtu moja basi presha kapara kwa lile hospitali alikuwaga amefungwa hapo katikati. Kuna mtu alifungwa hapa katikati. Kuna mondo na ambaye alifungwa hapa katikati. Mwanzo kitazama utaona basi mikono zake zilikuwa zimefungwa stara kama hiyo. Akaona sasa hapa kuna kitu ambacho ninafaa nijue. Mwanzo hichi kiti kwanza nyuma yake kioo ikageuka. Kwenda kutazama kioo iliamua kumpiga marisasi cheke. Wayo. Sasa ako chonjo, mwanzo hajui nini kita happen. Soothing. Ilikuwa round ya amekasirika. Kutazama yule. Aya, bunduki, marisasi. Kai! Kioo kinataka kumpiga marisasi. I must find Eseka. Hakika lazima nitafute Eseka sasa. Ameona otherwise lazima atafute Eseka. Sasa alikuja kuchunguza story kuhusu Eseka. Aneseka. Wakati alifanya uchunguzi akapata habari kwamba anakuwa eti Eseka alikuwaga mgonjwa kwa lile hospitali ambalo linajulikana kama vile St. Mathias. Na Eseka eti alikufa pamoja na wale watu wote ambao waliungua kwa lile hospitali. Mwanzo lile hospitali liweza kuungua na watu wengi zaidi wakakufa. Yeye kupiga simu aliambo hapa basi mreshaka pale Eseka alikufia kwa hospitali lile alikuwa anajulikana kama vile St. Mathias. Wakati lile St. Mathias liweza kuteketea, wagonjwa wengi sana wakakufia huko pano nani ikwemo Eseka. Hey, you got it? Yeah, I think so. Story zote kuhusu Eseka ndizo hizi. Eseka alikuwa na ugonjwa ambao hauko unajulikana. Wakati alipelekwa huko hospitalini akateketea pamoja basi na wauguzi wengine. Ama pamoja basi na wale yani wagonjwa wengine pamoja na wauguzi. Watu wengi sana walikufa kwa ile hospitali. Case of it. Why? Because of the fire? No, it's before the fire. It's a case. Anna was a patient at St. Mathias. She was in the psych ward run by Dr. Kane. I get this, though. She was only 12 years old when she died. What?
When the nurses were on their rounds, first thing in the morning, October 6, 1952, they discovered that all the patients had left the rooms during the night, and they'd all gathered in the main hall. Then, they were all dead, including the girl. Apparently, they killed each other. I mean, it was a slaughterhouse. Ya, walikufa hapa basi, wana ajabu, yani kulingana na ripoti inasemekana ati waliwana, lakini ukweli ulioko ni waliteketea kwa lile hospitali. Wagonjwa wote ambao walikuwa hapa basi kwa lile hospitali, ikiwemo Ann Eseka, walikufa. Sasa jamaa wetu walishindwa. Kama anaambiwa atafute Ann Eseka na Kioo, na Ann Eseka alikufa, atamtoa wapi? Sasa alikuja akachukua basi bila shaka pale ile file. Ninaambiwa nitafute Ann Eseka. Na kama sitafuti Ann Eseka, bibi yangu, watoto wangu wote watakufa, ikiwemo mimi. Sasa Ann Eseka nitamtoa wapi? Alianza kuona faili ya Ann Eseka. Zaidi akaona basi daktari fulani kwa jina la Keta. Kuna dokta kwa jina la Keta, ndiye huyo wa Shalala. Huko basi hizi faili ni zake. Sasa Ann Eseka wakati alikuwa pale hospitalini, mwanzo ilikuwa inasemekana basi akona ugonjwa usio wa kawaida. Lakini kutazama, kuna jambo lili make sense. Mwanzo kuna file ambayo imeandikwa na Dr. Kate. Unaona? Ambayo ile file inasema Dr. Kate aliamurisha Ann Eseka atolewe tarehe 12. Dr. Kate aliamurisha, sikiza mtazamaji, kuna file ambayo inaonesha ati Dr. Kate aliamurisha Ann Eseka achomolewe kwa ile hospitali tarehe 12. Na tarehe 15 ndio hospitali liliteketea. Kwa hivyo alicheki zile tarehe. Tarehe 15 ndio hospitali liliteketea. Tarehe 12 kuna amri kutoka kwa Dr. Kate ambayo inasema hapa basi Ann Eseka atolewe na arudishwe upande wa Peninsula. Nosio. Amesikia dundung. Sasa Kioo kilianza kupiga kengele. Kioo kinapiga kengele. Sasa alichukua nini? Alichukua picha ya Ann Eseka. Kuonesha Kioo kikavunjika. Oh, this what you want, you fuckers. Si ndio unataka? Bas. Sasa jamaa wetu kuna kitu amejua. Ann Eseka hakukufa siku wale watu wengine walikufa. Kwa nini? Kwa sababu Ann Eseka, daktari alikuwa ameagiza na ameamurisha Ann Eseka achomolewe kwa hospitali. Achomolewe kwa hospitali tarehe 12 na hospitali ilichomeka tarehe 15. Kwa hivyo jamaa wetu akona hakika Ann Eseka hakukufa moja na wale wengine. Sasa kijana alikuja kujiongelesha basi kwa Kioo. Sasa huyu ni kijana wake, ni Michael. Michael ni mtoto wake jamaa wetu Benson, Dan Benson. Alright. Sasa cheki, wakati kijana aliitwa na mamake kwa Kioo, kijana aliwacha kuwa amekaa chini. Hebu tazama. Kijana akaamuka, lakini kwa Kioo akawacha kuwa amekaa chini. Na mama akaona. Kijana ndio huyo amekuja, lakini kwa Kioo bado ameketi. Oye. Nimeambiwa tu. Sasa mambo. Anaona kabisa huyu ni mtoto wake. Lakini mtoto wake ameamuka, but kwa Kioo reflection inaonyesha na bado mtoto wako hapo. Aliamua kupigia bibi yake simu, bwanake simu papo hapo. My dear, unajua mimi hakuna mtu ninapenda kama wewe. Hata venye nilikuambia uende sio kukufukuza, nilikuwa nataka nini hali ya kutaka ushikwe na bidii. Bwana yangu wewe ninakupenda sana. Na ujue hata wakati ninakunyumaga si ati nikukunyuma, ni siku zinakuaga mbaya. Kuja nyumbani saa hii. Sasa alikuja nyumbani. Mwanzo bibi alijua sasa lazima amuite. Maana zile story amekuwa akiambiwa, sasa ameziona yeye mwenyewe. Sasa walishirikiana vioo zote zipakwe rangi. Cheki. Mwanzo aliambia bibi yake kila kitu, na kama bibi yake lazima atafute Ann Eseka. Lazima atafute Eseka. Yule Ann Eseka lazima atafutwe. Mwanzo vioo zimedeclare kama hata mpata Ann Eseka zinaua familia yake yote. Sasa alikuja kupaka vioo zote basi rangi. Sasa cheki venye bibi yake sasa yana cooperate. Ate my dear, unajua wa mtu ni moja, hii ingine yote ni raia. Sasa ndio amekuwa wake.
Saidi amekuwa wake na alimfukuza. Hai suru. Na uliona mpaka anamunyima. Nero hakuna kitu mbaya duniani kama kunyima mtu. Mimi nakasirikaga sana. Siku ingine hapa tu huyu demu mnajuaga sana. Beyonce wakuwa na Rihanna, nilikuwa nimewaita wakaninyima. Wakati walininyima nikakasirika, nikaenda nikachukua Shakira. Mtu akinyimwa anasikiaga vibaya sana. Hata nimekumbuka venye kwanza Beyonce alininyima nikakasirika. Hai suru. Sasa huyu jamaa wetu bibi yake alikuwa mpaka amemnyima, lakini Saidi anahitaji usaidizi wake, anamuita haraka. Alimwambia sikiza my dear. My dear nakupenda sana. Atioroa my dear, msiguze hizo vio. Utakuja nikupe. Dile dada isi. Sai sitaki. Sai niko na kazi kwa mbele. My dear haki ya Mungu nakupromise. Hata ukitaka ka standing, hata ukitaka ka rogamings, hata ukitaka kaumia ditis, nitakupe. Sai ndio unasema kabisa utanipea na ulikuwa umenikazia. My dear urudi mapema, wewe tunaona uoga. Bye, I love you, I miss you, I want you. Bye. Sasa yamekuwa mtu wa maana. This time around amekuwa mtu wa maana, lakini haisuru basi hawa ni watu wetu. Jamaa wetu basi anaelekea mbako upande wa Peninsula. Amekuja kutafuta Ann Osaka. Mwanzo kwa ile file alisoma eti wakati Ann Osaka alichomolewa kwa hospitali, daktari alisema arudishwe kwao, na kwao ni upande wa Peninsula. Sasa alikuja na akaona kweli hapa kulingana na directions za ile file hapa niko basi bila shaka pale kwa kina Ann Osaka. Bash. Alright. Maridadi. Na sio juzi. Ni miaka mingi ambayo basi bila shaka pale imepita. Ni miaka mingi sana ambayo imepita ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alright. Sasa yeye basi alichunguza na akajua hapa nyumbani kwa kina Ann Osaka ni wapi. Na kwa hivyo basi aliweza kukuingilia. Check maneno. Aliweza kukuingilia. Mwanzo hii historia ya Ann Osaka imesababisha vifo za watu wengi zaidi. Unapatiwa kibarua, tafuta Ann Osaka na nikio inakupea kibarua. Ukishindwa wewe na watu wenyu wote manze munafagiliwa. Sasa jamaa wetu Ben amepoteza sister yake na hataki kupoteza mtu mwingine. Alikuingilia, cheki. Anataka Ann Osaka. Akaingia kama ni kwao. Chunga. Chunga sana. Kuna motina. Hapa kuna motina. Haya, alafu cheki Mutahi. Mutahi hede, ndio huyu Mutahi ihede. Mutahi hede ndio huyu. So what can I do for you, sir? Unataka nini? I'm looking for Ann Osaka. Natafuta Ann Osaka. For, you said Anna? Ann Osaka. Cheki, venye Mutahi hede anakaa. We, huko kuna Ann Osaka kwenda kabisa. Ai, hiyo sura ya Mutahi. With Anna Osaka. Nani anaitwa Ann Osaka? Ni mimi. Wewe ndiye Ann Osaka? Hapana. Tafadhali, kama mnajua story yote kuhusu Ann Osaka, tafadhali ni tunamhitaji. Go tell Grandpa's a man here. Ambia babu yako kuna mtu anatafuta sister yake. Sister yake kama ni babu na ni sisi. Kwa hivyo Ann Osaka ni soso. Haya. Alright. Sasa huyu ni brother yake Ann Osaka. Alikuja kumuonesha hapa basi bila shaka pale story kuhusu Ann Osaka. Akamwambia Ann Osaka alikuwa na mashetani ndani yake. Na tulikuwa tumemfungia ara zenye waizi. Sasa namuelezea. Anamuelezea venye Ann Osaka alisumbua watu wengi wakijaribu kumfungia. Alikuwa amejaribu hapa basi na waganga, akajaribu na madaktari, lakini wapi? Ann Osaka alikuwa basi amefungiwa ara zenye waizi. Hapa ndipo Ann Osaka alikuwa anakaa. Ndio jamaa wetu hataki pale anakaaga, anataka pale alipo. Sasa lembo hapa ndipo tulikuwa tumemfungia Ann Osaka. Tulikuwa tumemfungia hapo. Alikuwa mpaka anakula kuta. Alikuwa na mashetani ndani yake. Lakini wakati moja kukakuja daktari kuchomoka upande wa New York. Akasema anaweza zichomoa zile mashetani zake Ann Osaka. Ann Osaka kapelekwa upande wa New York, lakini ile hospitali ikachomeka. Wakati hospitali ilichomeka, Ann Osaka akakufia huko. Alikuwaga crazy. Sasa hii anahadithiwa story kuhusu Ann Osaka. Disorder. Mirrors could help her. He wanted Anna under his care.
St. Matthews. My parents were very poor. He agreed to cover all the costs of the hospital. Where'd she go after the hospital? She died. You know, she died there with all of Kane's other patients. Alikufa pamoja na wale wagonjwa wengine. Alimwambia sikiza, Ana Eseka alikuwa amechomoka hospitali siku 2. Na daktari alikuwa ameamurisha. Na mimi ninajua alichomoka. Kwa hivyo sindanganya alikufa. I need you to tell me where she went after St. Matthews. Nataka kujua alienda wapi. She came back and stayed with us for Okay, alikuja hapa akakaa na sisi. Alafu akaenda wapi? Na tafadhali usifanye nikugonge design ambao nitakugonga kwa mzee urudi kijana. Tafadhali. Ngukudhawe guko soke we kipi? Hebu niambie ako wapi? in the house with Anna. No, not with Anna anymore. No, she... Okay. Alimwambia basi we took her where mirrors are prohibited. Strange things started to happen with the mirrors, didn't they? Ndipo mmoja alimwambia sikiza. Wakati Anna alitoka hospitalini, arudi hapa akuwa amepona. Lakini wakati basi arudishwa hapa akuwa amepona, kila wakati akiona kioo zile mashetani zinataka kurudi. Kwa hivyo tukaamua kumpeleka pale ambapo hamnaga vioo. On the road to Reedfield. Akaelezewa. Na ushike vizuri sana mtazamaji. Wakati Anna Eseka alipelekwa hospitalini, arudishwa hapa nyumbani akiwa hana zile mashetani. Arudishwa hapa nyumbani akiwa hana mashetani. Lakini kila wakati akiona kioo, mashetani kama zinamsumbua. Kwa hivyo brother yake akamchukua akamleta kwa kanisa. Kanisa ambalo hakunaga vioo. Kwa lile kanisa hakunaga vioo. Sasa Anna Eseka ako upande wa St. Augustine, ako upande wa St. Augustine, na yeye anakuaga hapa basi nurse kwa St. Augustine. Anakaaga huko basi akuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Anakuaga kwa lile kanisa akuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Sasa jamaa wetu alikuingilia. Lakini kuna jambo moja ameelewa. Anna Eseka alipelekwa hospitalini akuwa na mashetani. Lakini akirudishwa nyumbani hakuwa na mashetani. Lakini kila wakati akiona vioo, mashetani zinaanza kumsumbua. Ndipo basi akachomolewa hapo na akaretwa pahali ambapo badala ya vioo wanatumiaga vichungi kwa lile kanisa sasa. Sasa jamaa wetu alikuingilia. Mwanzo anamtaka Anna Eseka. For whatever reasons, anamtaka Anna Eseka. I come from New York to speak with her. I work with Dr. Kane from St. Matthew's Hospital. Yeah. Ambia Anna Eseka nilikuwa nafanya kazi na Dr. Kate. Na mwambie basi niko na haja na yeye. Anna Eseka alitwa cheki maneno. Matthew. Akaambwa St. Matthew's ulifungwa kitambo. Who are you? Wewe ni nani? It's Benjamin Carson. I work as a night watchman on 6th Avenue in New York City. In the building that used to be St. Matthew's Hospital. Wewe ulikuwa St. Matthew's hospitali. Familia yangu iko hatarini. Na kama sitakupeleka kwa hiyo upande wa Mayflower ambao alikuwa anaitwa St. Matthew's wakati wa zamani, bibi yangu, mtoto wangu watakufa. Already sister yangu amekufa. Watu wengi sana wamekufa wakikutafuta. Kina Gary Lewis, kina Terence na wengineo wamekufa na wakapoteza wazazi wao na familia zao. Juu wewe unahitajika kwa ile hospitali. It's my family. Sit down, Mr. Carson. Akaambiwa kaa chini nikupe story. Jikarete eline kana kaa kwa kiti. Akaambiwa sikiza. The mirrors are merely windows. Nilikuwa ndio na mashetani ndani yangu. Madaktari, waganga, watu wa kila aina walijaribu kunitibu wakashindwa. Lakini wakati moja kulikuja daktari alikuwa anajulikana kama vile Dr. Kate. Alikuja akanichukua. Akasema najua namna kutoa mashetani ndani yangu. Basi walikuja wakanichukua stara kama hii, wakanifunga kwa kiti pale kwa ile hospitali. Kisha wakati walinifunga stara kama hii, wakafunga akili zangu kutumia makemikali fulani. Sasa ikawa wakati mwili wangu unakosa nguvu, mashetani zenye zilikuwa ndani yangu zikashindwa basi kukaa ndani yangu. Kwa hivyo mashetani ambazo zote zilikuwa ndani yangu, wakati nilifungwa basi pale kwa nyumba ambayo ilikuwa imezingirwa na vioo, mashetani ambazo zilikuwa ndani yangu zilikosa juu nilipewa makemiko ambazo zinafanya siwezi basi kujikontrol. Zile mashetani zilikosa pahali pa kwenda, zikaruka zikachomoka ndani yangu, zikaingia ndani ya vioo. Hizo mashetani zilikuwa hatari. Na sasa zinataka kurudi ndani yangu. Ndio sababu zinatuma watu wakuje wanitafute. Kwa hivyo mimi Mr. Ben, siwezi nikaenda kwa hiyo hospitali, siwezi nikarudi upande wa Mayflower. Kwa sababu nikirudi hizo mashetani zitarudi ziingie ndani yangu. Na ndio sababu zinaniitisha
ili ziingie ndani yangu. So siwezi enda na wewe. God bless you. Nitakuombea na Mungu akubariki. Gary Lewis, Terrence. Akamwambia watu wengi, Gary Lewis, Terrence, watu wengi wamekufa akikutafuta. And because they failed, their families died too. Familia zao zilikufa. Tafadhali, sitaki bibi yangu akufe. Sitaki bibi yangu akufe tafadhali wewe. Eseka, please. Watu wengi wamekufa juu yako. Tafadhali, hizo mashetani wengi mnajuana nazo. Tafadhali twende tu zirudi zikae ndani yako. My wife Amy. Hebu angalia bibi yangu. Bibi yangu Amy, mtoto wangu Michael na msichana wangu Daisy. Tafadhali waokoe tu. Wewe ni mzee na unajuana na hizo mashetani. Na umekaa maisha yangu vya kutosha. Mama alikataa. Sasa alimuuliza, "Who the hell do you think you are? Unadhani wewe ni nani manzi? Hutaki kuokoa maisha ya familia yangu?" Look at them. I'm sorry. Who the hell do you think you are? They're just kids! Anamwambia ni watoto tu tuwaokoe. Lakini anaambia nani? Mama alisema atakubali kukufa. Sasa loka yao iko na kioo. Shetani alipitia hapo. Check maneno. Yani zile mapepo sasa. Hebu tazama shasha mtazamaji. Walele yaye. Ilipitia hapo. Hebu tazama. Check maneno. Ilipitia hapo. Ikaamsha kijana. Sasa mama kupiga simu basi ulizo wako namna gani? Haoni Michael. Kuna muuliza, umepata anayeseka? Michael? Amy? Amy hamuoni Michael. Michael. Sioni kijana wetu? What do you mean haumuoni? Sioni Michael mimi. Amy, what's going on? Is everything all right? Michael. Kumbe Michael amefungulia maji na ameanza kupanguza vioo. Makosha. Check maneno shisha. Everywhere. Michael amefungulia maji, ametumwa basi bila shaka para na ile mazile mashetani, ameanza kufungulia maji na akaanza kupanguza vioo. Oh yeah, Michael. Where's Michael? Where is Michael? Mama alistuka. Huko basi bila shaka para kumejaa maji kila pahari. Ndio zile maji Michael ameziweka baza ya kupanguza ni simu ikaanguka. Hapo sasa jamaa wetu akajua familia yake ni kuisha inaisha. Alijam, alichomoa bunduki. Ako wapi huyu? Aletwa kuegeza kana leto atia. Ako wapi huyu? Sasa alijam. Hakutaka kujua aneseka ni kusema nini. Ndio sasa aneseka. Ha? Familia yangu haitakufa juu yako. Ndio huyu sasa anaeseka. You are coming with me. You are coming with me or you die. Sasa aneseka at gunpoint. Yani apende asipende lazima andamane. Mama jaribu kupima maji. Oh yeah. Mama jaribu kupima maji. Lakini wapi? Mama jaribu kupima maji. Lakini wapi? Michael alivurutwa sasa ndani ya maji. Ilikuwa maji pia ina reflection. Ilikuwa kioo kinatokaga kwa maji mtazamaji. Walele yaye. Mama alianza kuvurutwa sasa. Oh yeah. Msichana wake ndio huyu yani Daisy amelala, lakini mama ameanza kuvurutwa maskini wa Mungu. Mama ameanza kuvurutwa oh yeah. Atafanya nini maskini wa Mungu? Wala atatenda nini? Alianza kuvurutwa cheki maneno. Alianza kuvurutwa. Mama alianza kuvurutwa. Cheki. Oh yeah. Alijaribu kujichomoa, lakini wapi? Daisy alichomoka. Cheki. Mom? Mom? Mamake ndio huyu kwa bathtub. Oh yeah. Come here, sweetheart. Akafungua mlango. Kufungua mlango aliona mamake kwa kioo. Cheki. Nilo sasa huyu sio mamake, ni mashetani ambazo ziko ndani ya kioo. Mamake naye ndio ni kunyongwa na nyongwa oh yeah. Mom, what are you doing here? Akicheki live hakuna mom. Cheki kwa kioo mama ako. What are you doing in there? Mama unafanya nini kwa kioo? Alichukua makasi. Oh yeah. The real mom ndiye huyu amenyongwa. Alingangana, akangangana. Sasa kabakia ni nywele. Kidogo kwa bahati ya Mungu akajichomoa. Akachukua Daisy. Sasa Daisy akaanza kukata Daisy. Anataka kumuua. Cheki. Oh yeah. Kidogo right on time. Mama akakuingia. Asante sana. Mama alikuingia right on time. Akamchoma
anachomoa Daisy pale ambapo ameinuliwa na hewa na kumbe sio hewa, ni shetani. Mam, kwa nini unanikata? Oh yes, sio mimi mtoto wangu. Siwezi nikakufanyia kitendo kama hicho mtoto wangu. Manze siwezi nikakufanyia kitendo kama hicho. Nigioraga mundu mwe. Ni shetani. Yeah. Ni shetani nani? Oh yeah. Karibu mwangamize Daisy. Manzi na Daisy ni mtu innocent. Oh yeah. Sasa fasta kumpatia first aid. Na ajabu ni kuwa hajui Michael ako wapi. Hajui Michael ako wapi. Tabu ni kuwa mama manzi hajui pale ambapo Michael alipo. Mama hajui pale Michael alipo. Walele yeye. Mama hajui pale ambapo basi Rashaka pale Michael alipo. Aish. Aliambia mtoto wake Daisy ukae hapo na usichomoke hata ukisikia nini. Usitoke hata ukisikia nani. Aya. Huku naye Michael amefungulia maji kila sehemu, kila mfereji. Kila mfereji. Manzo unamwaga maji stara kama hiyo. Hiyo ni kazi yake Michael na sio kwa kupenda. Ni kitendo ambacho basi Michael amefanya na sio kwa kupenda kwake. Mama akaanza kutambaa sasa akitafuta Michael. Mama akaanza kutambaa akitafuta Michael. Pepo zimeamua kuangamiza. Pepo zimedeclare kuangamiza manzi zile mashetani. Michael? Where are you? Where are you, Michael? Oye, uko wapi Michael mtoto wangu? Michael mtoto wangu, uko wapi? Nakuhitaji mtoto wangu. Oye, alipata Michael anaosha vioo. Zile mapepo zinamtumina kwanza this time round ako na daga. Ana kisu. Michael! Michael, what are you doing? Wacha tu tufungue kioo, mam. Kuja. Mami nekewe na olimogu. Ule dhau. Kuja mtoto wangu tafadhali. Kuja tu please. Weka kisu chini. You know very well you're not allowed to play with knives. Don't you? Tang tararang. Anaambiwa acha kucheza na visu, yeye anacheza kabisa. Sio kupenda kwake, ni ule ako ndani yake. Mam, tucheza cha dadi na mami. Akaumeria. Dadi na mami ni kukimbizana. Ololo yaye. Amefungulia maji mpaka moto ya kitchen. Michael, mama zima maji. Kwa kioo basi cha chicken. Kwa kioo basi bila shaka pale yani pale asa jikoni. Mashetani bado zipo. Michael. Kumbe sasa Michael ako chini. Mashetani zimemweka upande wa chini, cheki. Chunga mama. Mama anaona reflection. Tazama. Michael ndio yupo upande wa chini. Michael. Na uchunge sana mama. Chunga sana mama. Kwenda kumchukua. Alivurutwa, cheki. Kwanza akakatwa. Mama alikatwa. Na Michael akachomoka. Anapita ndani ya sakafu stare kama hiyo Michael chosha. Na jamaa wetu ni mbio basi kurudi basi bila shaka pale kwa Mayflower ili arudisha mama hapa basi pale alikuaga ili zile mashetani ziingie ndani ya mama ziwachane na jamaa wetu na familia yake. Hivyo ndivyo ambavyo anataka. Mwanzo kuna mashetani mingi sana ziko kule kwa hospitali. Ziliingiaga ndani ya kioo. Ziliingiaga manzi ndani ya kioo. Washalala. Alright. Sasa jamaa wetu hapa basi naweza kuweka mama pale aliwekwa. Tazama. Akaambia mama sikiza. Chenye tu ambacho ninataka ni hizi mashetani ambazo zilikuagiza. Nioka ndizo hizo. Cheki. Mashetani kumuona mama zilianza kucelebrate. Mwanzo zinataka tu kukaa ndani yake. Just imagine. Just imagine ndugu brother mpenzi mtazamaji, ati shetani zinaagiza uletwe ili zikae ndani yako. Just imagine. Utafanya nini manzia wala utatenda nini? Lakini daktari ndiye alifanyaga makosa. Badala atoe mashetani aziweke kwa nguruwe kama venye Yesu Kristo alifanya. Dokta
aliziweka basi kwa kioo. Ndizo hizi zimejaa, na sio moja, mashetani nyingi zaidi zimejaa kwa vioo. Cheki toku mwaliu we daimono raiguatia. Cheki ziko nyingi, mapepo ziko mingi mbaya mbovu, na zinataka tu kuingia ndani ya yule mama. Hiyo tu. Oh yeah. Okay, sina la kufanya juu sasa umenifada na fudoki. Zinataka kuchomoka. Zimemuona mama. We, si unifunge haraka ama zikuja zingine zingie ndani yako badala yangu. Oi. Kijana wangu wenyewe mimi nimekula maisha. Lakini wacha tu niokoe bibi yako na watoto wako. Wacha tu niokoe bibi yako na watoto wako juu sasa hizi mashetani ni hatari kunona. Hizi mashetani ni hatari kunona. Daisy aliambiwa asichomoke hapa hata kama ni nini. Daisy aliambiwa asitoke hapo hata kiona nini. Oh yeah. Daisy chunga. Mama naye bado anatafuta Michael. Alikuja akapata Michael, ndiye huyu. Nilo hapa kuna reflection. Oh. Atamchomoa kijana wake hapa namna gani? Mama aliamua kuchukua kijana wake. Cheki Michael kuja kwenda kumchukua kijana, alivuruta pande ya chini na hapo chini ni sakafu. Alimezwa stari kama hiyo. Mama anajaribu kumchomoa, ndio huyo pamejifunga. Oye, na hakuna hata hewa. Maskini hakuna hata hewa. Kijana wako kuro upande nani? Mama hawezi pasua sakafu. Na kijana amefungua upande wa chini. Huku Daisy manzi akitizama. Brodhake ndio huyo amemezwa na sakafu. Brodhake amemezwa na sakafu. Sasa ni afanye speedy. Manzi jamaa wetu ni afanye speedy mwanzo mtoto wake akaenda kukosa hewa. Manzi atadedi. Oye, maskini Michael maskini wa Mungu. Sasa mama alianza kuomba, Saitani damu era moke mwingire thini wako. Saitani ni damu etia moke mwingire thini wako. Nyinyi mapepo kujeni muingie ndani yangu, achane na watu wengine. Sasa cheki venye mapepo zilikuingilia. Tazama shusha. Cheki venye mapepo manzi zilianza kuvunja vioo zikiingia ndani ya mama. Cheki zinavunja vioo. Inda daimono ngoma daimono ngoma. Hizo ni mashetani zinaingia ndani ya mama sasa. Mapepo zinaingia ndani yule mama sasa. Mapepo zinaingia ndani ya mama. Kijana naye maisha yake iko hatarini. Woye yai. Washalala. Woi. Daimono ngoma. Ni wanje kelile. Ngoma. Sasa zikavunja hiyo zote. Zile mapepo zote sasa ziko ndani ya Ana Eseka. Mapepo zote, vio zote zikavunjika stari kama hiyo. Hapa basi bila shaka pale mapepo zinachomoka. Wakati zilichomoka, hata hapa basi kijana akaweza kuchomoka. Zinavunja vioo zote. Mapepo ziko ndani sasa ya Ana Eseka. Kijana naye maisha yake iko hatarini. Vioo vunjika manzi. Vioo zote ambazo zilikuwa basi kwa ile Mayflower ambao anakuambia wakati wa zamani ilikuwa inajulikana kama vile St. Matthews, zote zikavunjika. Na mashetani zikaingia ndani ya mama. Huko naye mama ni kujaribu manzi kwa maisha ya kijana wake. Huko mapepo bado zinaingia ndani yake Ana Eseka. Mapepo shisha. Oye, mtoto wangu. Mama alifurahia kuona mtoto wake manzi yako uhai. Aliponea chupu ndiyo mtoto wake, lakini all in all mtoto wake yuko salama. Lakini jamaa wetu kwenda kutazama pahali mama alikuwaga hayuko. Nilo ndani ya mama kumeingia nini? Pepo nyingi zaidi. Zote ziko ndani ya Ana Eseka. Hizo mashetani zilimuingia basi ya kuwa na umri wa miaka 12. Zikaishi basi kung'ang'ana venye zitachomoka. Kapelekwa kwa waganga zikashinda. Zikatumurwa na daktari zikawekwa kwa vioo.
kwa muda wa miaka mingi zaidi zimeishi kwa vioo, zimesababisha vifo za watu wengi zaidi, lakini sasa zimerudi ndani ya mwili wa Anna Eseka. Richa na kuwa zimekaa muda basi wa miaka mingi zaidi. Richa na kuwa zimekaa basi muda wa miaka mingi zaidi, lakini sasa zimechomoka. Cheki maneno. Sasa zimechomoka. Kumbe sasa mama aligeuka akawa kinyamu. Cheki. Kumbe vinyama vya basi zilingia ndani ya mama. Mama aligeuka akawa kinyamu shasha. Ndio huyo. Mama aligeuka akawa kinyamu. Cheki. Amegeuka akawa kinyamu. Chunga sana jamaa wetu. Anna Eseka amegeuka akawa kinyamu. Mwanzo ndani yake kumejaa nini? Mwanzo ndani yake kumejaa basi bila shaka pale mashetani shasha. Ndani yake kumejaa mashetani. Chunga mwanzo sasa mama ameshageuka na akawa kinyamu shasha. Pata jamaa wetu. Walala yaye. Tupo mbali bomoa ukuta. Woi Benson. Maskini Don Bena. Atafanya namna gani? Kinapita mbio ingine manze hujawaiona. Kiripita na jamaa wetu ndani ya maji. Oye, chunga sana manzi. Kikamvuruta. Oye, kikamvuruta. Ayayayaya, Anna Eseka amegeuka akawa kinyamu shasha. Anna Eseka amegeuka akawa kinyamu. Tazama dogo brother mpenzi. Lakini jamaa wetu alichukua basi pipe ya gas. Alichukua pipe ya gas. Wow, akaipasua stara kama hiyo. Kucheki mama, hamuoni tena. Anapita tu piu. Elewa ndani yake kumejaa mapepo. Elewa ndani yake manze kumejaa mapepo. Ndio. Patwa dondi. Wala. Aliwekelewa dondi ya daimono. Wow, maskini. Kaanza kumrambaramba. Kina mrambaramba mapua kinakunywa kamasi. Gongeshwa juu. Maskini jamaa wetu. Oye Benson. Maskini Benson. Mpaka kinawaka moto. Lakini alikisukuma kwa nini? Kwa pipe ya biogas. Asante sana. Hata kama basi kumejaa mapepo, wewe bado ni binadamu. Oye. Cheki venye mapepo zinakaa. Mama alidungirishiwa basi kwa pipe staili kama hiyo. Alidungirishiwa kwa pipe staili kama hiyo. Asante sana, kisha piga risasi. Na hapa kuna biogas. Kukaripuka. Wow. Kukaripuka mbaya mbovu shasha. Mule ndani manze kukaripuka mbaya mbovu. Wow. Fire signal ikawaka basi moto basi bila shaka para ukapungua, lakini biogas bado inawaka. Jamaa wetu sasa bila shaka para ni achomoke na kuna boromoka. Jamaa wetu sasa ni achomoke manze na kuna boromoka. Wow, kuna boromoka. Wanenenenenenena. Sasa ni achomoke. Wiwi. Wala. Kuna boromoka. Machuma, mapipe, mamawe zinamwagika style kama hiyo shasha. Wala yaye. Lakini kidogo mekumbe mama ndio huyu sasa kwa amewaka moto. Mama ndio kwa amewaka moto. Aligongeshwa kioo. Akagongeshwa kioo. Kugongeshwa kioo. Cheki. Akaingia ndani ya kioo. Cheki. Akaingia ndani ya kioo. Kioo sasa basi kikaungua. Unaona? Mama aligongwa akaingizwa ndani ya kioo. Kuingizwa ndani ya kioo, kioo kikaanza kuungua. Kisha sasa huko nako basi bila shaka para ni kuboromoka stara kama hiyo shasha. Maridadi. Kuboromoka stara kama hiyo shasha. Wala. Cheki maneno. Ni kubaya. Kuna boromoka na jamaa wetu basi bila shaka para ngangana kuchomoka. Washalala. Wala yaye. Upande mwingine basi kwake nako ndiko huko. Bibi yake ako safe, watoto wake wako safe. Asingelifanya kila kitendo, familia yake ingededi kama venye tu sister yake alikufa. Hivyo ndivyo familia yake manzi ingeweza kudedi. Kama venye tu basi bila shaka para sister yake aliweza kudedi, hivyo ndivyo tu familia yake ingeweza kudedi. Washalala. Walale yaye. Lakini hakika aliweza kufanya kitendo cha maana. Alitafuta Anna Eseka, akamuleta, mashetani zikaingia ndani. Akageuka akawa kinyamu.
akampepeta Ana Eseka, kisha hatimaye basi akamteketeza, na kisha hatimaye akamshika Ana Eseka akamrusha ndani ya kioo na akateketeza kile kioo na kukibomoa bomoa. Kumaanisha sasa basi bila shaka pale Ana Eseka kika plus zile basi bila shaka pale mapepo zake zote ziliwezwa na moto. Mwanzo ile wadogo brother mpenzi mtazamaji, hata ukisoma Biblia inasemaga vizuri zaidi, mashetani zote ambazo zinasumbuaga binadamu, mapepo zote, one day one time malaika watatoka mbinguni ikiwemo Mwenyezi Mungu hakika na Yesu Kristo, na kisha wataweza kuwafunga kwa moto. Hii ni kutuonesha dhahiri kabisa basi moto unaweza mapepo za kila aina. Washalala. Hii ni kutuonesha hapa basi mapepo zinawezwa na moto. Kwa hivyo hata kama wewe basi unajua mtu fulani ambaye ako na mashetani ndani yake, akisha moto choma kichwa chake, na kisha hakika yeye mwenyewe pepo zenye ziko ndani yake zitaungua. Mwanzo Biblia inasemaga ya kwamba na kuwa eti one day one time Mungu atatoka mbinguni na kuchoma mapepo zote. Kwa hivyo zile mapepo wakati zilichomwa zikuwa ndani ya kioo zilichomeka na zikaungua. Mwanzo dawa ya mashetani ni moto. Sasa jamaa wetu walichomoka basi akapata, kumbe tayari wana polisi walikuwa wameanza kuingia wakishindwa ni nini moto basi inachomoka wapi na kadhalika. Lakini kumbe sasa alipata mpaka basi yule Ferrari aliweza kumpata ara zenye wizi, ndiye anaelezea basi venye ambavyo kumekuwa kukitendeka na kadhalika. Lakini yani yule saperi, lakini jamaa wetu alistuka. Mwanzo yeye mwenyewe aligeuka akawa kioo, na sio kioo ati sasa unaweza jiangalia na yeye. Mwanzo akitazama mambo anaona venye inakuwa basi kwa kioo. Cheki kama ni jina polisi anaona likianza chini. Elewa mtazamaji, ukiandika jina kwa kioo haiwezi someka venye ambavyo umeiweka, inasomeka basi ikianza na nyuma. Sasa hivi ndivyo alianza kuona. Akitazama kitu mpaka mkono wake wenye ulikuwa wa right sasa umekuwa wa left, mkono wake wenye ulikuwa wa right sasa umekuwa wa left. Elewa hivi ndivyo kioo waga kina reflect. Hivi ndivyo kioo waga kina reflect. Sasa yeye mwenyewe amekuwa kioo. Akijaribu kusoma kama ni sukuma wiki inaanza kiwiki sumu. Unaona? Kama ni wewe inasoma ewe ewe. Juu yeye mwenyewe amegeuka akawa na akili kama za kioo. Wololo ya ye. Alistaajabu sana ya Musa kabla hajaona ya Firauni. Kila kitu megeuka basi kwa maisha yake ni kioo. Baada angalia ona ABCD na hata naona DABC. Ikawa stara kama hiyo. Lakini ndugu brother mpenzi mtazamaji, hii ni kutuonesha kwamba na kuwa eti kuna sehemu ya pili ya picha mila zao. Ambapo basi nami nakwambia ndugu brother mpenzi mtazamaji, usibambuke na usichomoke pahali ulipo. Mwanzo na kuandalia Mirrors Part 2 right on time. Mirrors Part 1 hapa basi dakika ni za mwisho, lakini usikose kujionea Mirrors Part 2. Mwanzo picha Mirrors Part 2 inafuata mtamboni kwa muda sio mrefu. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, usikose kujionea Mirrors Part 2. Mwanzo Mirrors Part 1 mwisho. Mirrors Part 2 inafuata mtamboni right on time. Kubeshini wako ma studio top ranking DJ ranking Afro Amigos. Mirrors 1 mwisho. Mirrors 2 usikose kujionea mwanzo na kuandalia mara hiyo. Wako ma studio top ranking DJ ranking Afro Amigos. Mirrors mwisho.